alioteshwa ndoto ambayo alishindwa kuitafsiri mpaka Daniel alivyoletwa kueleza ile ndoto, akaonyesha kwamba wewe mfalme ndio ule mti mkubwa uliokuwa sana mpaka ndege wakaja wakatua kwenye matawi wakashiba, lakini kutokana na kiburi mlinzi kutoka juu mbinguni alishuka ukakatwa. Kwa hiyo mfalme Daniel akaelezea, ukiendelea kuwa na kiburi na nyodo utakatwa. Kwa hiyo hapo mfalme Nebukadneza ameelezewa kama mti. Hapa nilipo ni katika maeneo ya Mpwapwa, kuna mibuyu mingi sana. Kuna mibuyu mingi sana. Hii mibuyu inamfananisha Mkristo yoyote. Hii mibuyu unavyoiona ni mikubwa, inapendeza, imejisimika chini. Mibuyu hii haiwezi kuangushwa na upepo. Mibuyu hii ina miaka mingi, lakini mibuyu hii ukikata mbao yake haifai. Mbao yake ni kwa ajili ya kuni tu na kuwashia na kadhalika. Kwa hiyo pamoja na kwamba huu mbuyu unavyouona ni mkubwa sana, huu mbuyu ni mkubwa, lakini hauna mbao ya kujengea au hauna, useless. Kubwa lakini ni useless, haina maana. Je, wewe unaweza kuwa yule Mkristo unaonekana umetuna katika kanisa, umetuna katika jamii, umetuna katika uongozi, umetuna katika uimbaji, lakini ukikatwa mbao yako haina maana katika ujenzi wa nyumba ya Mungu? Rafiki yangu, na kupendekezea Kristo aweze kufanya kuwa mti mzuri, aidha mti wa mzabibu au wa mzeituni, na utakuwa na maana katika kazi ya Mungu. Ombea mvua ya masika. Bwana hana mpango mwingine. Ubarikiwe.